Ebane, karibu tena mtu wangu wa nguvu. Hii ni Movika Daily TV na leo tunaendelea na episodi yetu ya pili ya mashine hii kali kabisa inayojulikana kama My Demon. Kama kawaida, humu ndani ni balaa tupu aise. Kabla tujaendelea nikukumbushe tu, kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo mtu wangu, ili kuweza kujiunga na familia hii ya burudani na kuweza kuzipata kazi zetu mara tu tunapoziachia, na hapo utakuwa umetisha kinomanoma mtu wangu. Okay, let's go my people. Chuma inaanza, tunamuona mwanadada wetu Dohee anaamka hospitalini akiwa na mawazo mengi. Anakumbuka jaribio la kuuawa, maji na yule mwanaume wa ajabu. Anajaribu kujituliza akiamini labda ilikuwa ndoto tu, mpaka pale Jong-won anapotokea mbele yake. Hapo ndipo anagundua kila kitu kilikuwa halisi. Mazungumzo yao yanaanza kwa mvutano mkubwa. Dohee akiwa na hasira anajaribu kumpiga Gu-won kofi, lakini Gu-won anamshika mkono na kuugandisha kabisa. Hawezi kusogea hata kidogo. Baada ya sekunde chache, Gu-won anaachia na ghafla mkono wa Dohee unampiga kofi la nguvu. Ni tukio la kushangaza, lakini linaonyesha wazi kuwa kuna kitu kisicho cha kawaida kati yao. Baada ya hapo, Gu-won anarudi nyumbani kwake akiwa na mawazo mengi. Anawaamuru watu wake wamchunguze Dohee kwa kina. Anataka kujua kila kitu kuhusu yeye, historia yake na hasa jinsi anavyoweza kurudisha nguvu zake. Kwa sababu sasa anaelewa kuna uhusiano mkubwa kati yake na Dohee. Wakati huo huo, yule jangili aliyokuwa anajaribu kumuua Dohee bado hajakata tamaa yani. Tunaona akiingia chumbani kwake, anavua mask, kisha anaweka picha ya Dohee ukutani, akiashiria bado kuna mpango kabambe wa kumteketeza mrembo wetu Dohee. Upande wa pili, Dohee anarudi kazini na anakutana na tatizo kubwa sana. Kampuni yao inaingia kwenye skendo nzito inayoweza kusababisha hasara ya bilioni 260. Hali inakuwa mbaya, lakini Dohee haogopi. Anachukua hatua ya haraka na kuanza kutafuta siri za mwanadada aliyesababisha skendo hiyo. Anapofanikiwa kupata ushahidi, anamkabili na kumtishia, akisema kama hataondoa skendo hiyo, basi yeye ataweka wazi picha zake za siri. Ni hatua kali, lakini inaonyesha jinsi Dohee alivyojasiri na mwenye maamuzi. Kwa upande mwingine, Gu-won anaendelea na kazi yake ya kukusanya roho, lakini safari hii mambo ni tofauti kabisa. Jamaa bana anaenda kukusanya roho kwa jamaa fulani hivi. Oya, Gu-won alipigwa kinoma noma yani, na hapo jamaa ikabidi ajitete. Aliwatandika kinoma noma, lakini jamaa wanaongezeka tu. Mtaalamu wetu Gu-won safari hii miguu nisaidie, jamaa kaluka dirishani na kukimbia aise. Anagundua kuwa nguvu zake hazipo kama zamani. Hii inaonyesha wazi kuwa sasa yeye si yule demon mwenye nguvu tena. Baada ya hali yake kuwa mbaya, Gu-won anamtafuta Dohee. Anampigia simu na kumuomba wakutane, akidai tangu alipoachana hospitalini hali yake imekuwa mbaya. Mwanzoni Dohee anasita, lakini hatimaye anakubali. Sasa bana, Dohee anafika sehemu ambayo wamekubaliana wakutane na Gu-won, amuoni jamaa. Mara pap Jong-won anatokea. Oya, Dohee alivyomuona mtaalam Jong-won, bibi anachanganyikiwa kinoma noma yani. Mwamba kapendeza ile mbaya yani. Basi Jong-won anaanza mwaga sela pale akimwambia mrembo Dohee kuwa tokea siku alipoachana ajisikii vizuri yani, hayupo sawa kabisa. Basi bila kujua, Dohee anahisi mtaalamu anaumwa na anamshauri aende hospitali, lakini Gu-won anamjibu kwa utulivu akimwambia yeye ndiye tiba yake. Kauli hiyo inabadilisha kila kitu, inaonyesha wazi kuwa maisha ya Gu-won sasa yanamtegemea Dohee. Kadri muda unavyoenda, inakuwa wazi kuwa hawawezi kuepukana. Hatima zao zimeunganishwa kwa namna isiyoeleweka, lakini bado hatari ipo na adui bado anasubiri nafasi yake. Basi jamaa anamwomba Dohee watoke na kwenda sehemu, na ndipo anaingia kwenye gari na kuanza safari. Jong-won bana wakiwa kwenye gari anamshika mkono mrembo wetu, hatimaye kutumia nguvu na kuendesha gari kwa spidi ya ajabu yani. Tunaama na kuwaona wale watu waliomshambulia mwamba Jong-won wakiwa wanajiandaa kuondoka, na yule kiongozi akitupa ule mkataba ambao uliuweka na Jong-won. Ghafla bin vu, gari inakuja mbele yao Jong-won na mrembo Dohee. Basi mwamba Gu-won anamshika bibie na kufanya magic ya kimuua yule kiongozi na kutoweka chap. Oya, huyu jamani balaa. Basi Jong-won na Dohee wanatoka na kuelekea upande wa pili. Jong-won anamshusha mrembo na kuelekea karibu na mto. Mtaalamu anamsogelea mrembo Dohee. Oya, bibi alikuwa baridi kinoma noma akizania jamaa anaenda kumkiss, lakini ghafla Jong-won anamsukuma bibie kwenye maji na yeye kumfuata humo. Jong-won anamkamata mkono bibie akitaraji kuwa ile tattoo inaweza rudi tena kwenye mwili wake. Basi wakati huu bibie bila kujua kinachoendelea anamsukuma akijaribu kujiokoa na kutoka nchi kavu, huku akiwa amekasirika kinoma noma.
Do-hee anafanikiwa kutoka majini na kumlalamikia kweli jamaa Gu-won kwa kitendo kile cha kumsukuma kwenye maji aisee. Safari hii bibi amekasirika kinoma noma na kumwambia mtaalamu Jong Gu-won kuwa wasijuane tena kuanzia siku hile, na anaondoka zake kwa hasira akipanda taksi. Basi bibi Do-hee anashuka kwenye taksi pembezoni mwa barabara huku akiwa na mawazo kinoma noma yani. Basi Do-hee anavuka barabara taratibu huku akiwa na mawazo sana. Wakati huo tunaona pikipiki inakuja kwa kasi sana. Yule jamaa wa pikipiki alipomkaribia mrembo Do-hee, anatoa acid na kummwagia bibie kwa lengo la kumharibu uso kabisa. Lakini kwa kasi ya ajabu, Jong Gu-won anatokea na kumkinga bibie na yeye kumwagikiwa na ile acid. Jong Gu-won bana anasimama mbele yake, akichukua hatari yote bila kusita. Hii moment Do-hee inamchanganya kinoma noma ise, huku akimtazama Jong Gu-won usoni kwa mashangao mkubwa, na ndani ya moyo wake anasema, mwanaume huyu aliyeingia ghafla kwenye maisha yangu yaliyo hatarini, mwanaume sioeleweka na kutia shaka kuliko mtu yeyote, Gu-won ndiye wokovu wangu. Bana, nini kitafata? Ndaye apia tajiri kati ya binti Do-hee na mtaalamu wetu Gu-won. Je, ni penzi jipya litazaliwa? Na vipi kuhusu nguvu za mwamba wetu Gu-won? Kufikia hapa mimi sina la ziada. Tukutane katika episodi ya 3 ya mashine yetu hii kali kabisa. Bye. Movika Daily TV. Watch and enjoy.